Ni kijana shupavu. Salman alilelewa na mdogo wa baba yake. Kwa pamoja mdogo wa baba yake pamoja na mkewe walimpenda sana Salman, lakini Salman alisumbuliwa sana na ndoto, na kwenye ndoto hiyo aliona mto mkubwa na mnyama mweupe mwenye pembe moja, yani unicorn, na kisha aliuona mji wa Mohenjo-Daro na mtoto akikimbia. Ndoto hiyo ilijirudia mara kwa mara, na mara nyingi akiiona ndoto hiyo kuna kawimbo alikuwa anakasikia. Siku hiyo baada ya kuota ndoto hiyo aliamka, na baada ya kutoka nje alimsikia mamake mdogo akiimba kawimbo kale na kakasikia kwenye ndoto. Lakini alipomhadithia mama mdogo wake kuhusu ndoto hiyo, aliambiwa ni ndoto ya kawaida tu na kwa kawimbo anakaimba siku zote. Salman alitamani sana kwenda katika mji wa Mohenjo-Daro, lakini siku zote alipowaambia wazazi wake walimkatalia katakata. Aliumia sana. Hivyo yeye pamoja na mdogo wake, yani Ojo, mtoto wa baba mdogo wake, walipanga njama za kutoroka na kwenda katika mji wa Mohenjo-Daro. Wakati wanajiandaa kutoroka, kumbe mpango ulishashtukiwa na baba yao. Kuona kuwa Salman alikuwa na shauku kubwa ya kwenda Mohenjo-Daro, ilibidi amkubalie, lakini akamuonya awe makini sana, kwani mji wa Mohenjo-Daro ni mji mbaya sana, anaweza akapoteza maisha wakati wowote. Alimkutanisha na mzee mwingine ambaye ni mfanyabiashara wa muda mrefu sana katika mji wa Mohenjo-Daro. Akamwomba muongoze Salman, kwani atakuwa ni mara yake ya kwanza katika mji huo. Wazee hao waliibariki safari ya Salman na Ojo katika mji wa Mohenjo-Daro, lakini mioyoni mwao hawakuwa na amani kabisa na safari hiyo. Safari ya kwenda Mohenjo-Daro ilianza. Njiani Salman alikumbuka kitu alichopewa na mzee na maneno aliyoambiwa. Alikitoa kitu kile mfukoni kwake na kukikagua. Kilikuwa ni kikadi cha chuma, lakini ajabu, kikadi kile kilikuwa na mchoro wa mnyama yule yule anayemuota katika ndoto yake. Aliduaa na hakuelewa nini maana yake. Safari ilikuwa ndefu na hatimaye waliufikia mji wa Mohenjo-Daro. Salman na Ojo walishangaa sana kuona mji ulivyokuwa. Mji wa Mohenjo-Daro ulikuwa ni mji wa kibiashara na watu kutoka sehemu mbalimbali walikusanyikia hapo kibiashara. Alipigwa na butwaa tena kuona katika geti la kuingilia katika mji huo kulikuwa na nembo yenye alama ya yule mnyama. Huyu mnyama na nini katika maisha ya Salman? Mbona anakutana naye kila mara? Kitu cha kwanza alichokutana nacho anapoingia katika mji wa Mohenjo-Daro ni lazima ulipie, na malipo hayo yanakusanywa na kuwekwa kwenye kikapu, lakini hayajulikani yanakwenda wapi. Alipojaribu kuuliza hakujibiwa, badala yake akapewa kikadi kinachomruhusu kuingia na kufanya biashara katika mji wa Mohenjo-Daro. Ajabu ya kwanza aliyokutana nayo Salman mara tu baada ya kuingia katika mji wa Mohenjo-Daro, chizi mmoja alijitokeza mbele yake na kumzuia. Chizi, wewe unafanya nini hapa? Wewe hutakiwi kabisa katika mji huu. Ondoka haraka, ondoka. Mji huu ni mbaya sana kwako. Utakufa. Ondoka. Lakini mlinzi aliyekuwa pembeni alimfokea chizi yule aitwaye Jakiro na kumwambia aache kusumbua wageni. Salman alimshika bega chizi yule Jakiro, kisha akachukua nguo yake aliyokuwa amejifunika akamfunika. Lakini bado chizi yule alimtaka aondoke katika mji wa Mohenjo-Daro. Kwa nini chizi amwambie Salman aondoke Mohenjo-Daro? Tutajua katika sehemu ifuatayo.